Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo au acid reflux, then ukawa na msongo wa mawazo, matokeo yake yatakuwa ni haya. Kwanza, usagaji wa chakula unaweza ukawa ni hafifu, kitu ambacho kinaweza kukuletea kujisikia gesi au kiungulia, lakini pia inaweza kupelekea choo kufunga, lakini pia na kusababishia kuharisha. Lakini kitu cha pili, unaweza ukawa unapata maumivu ya tumbo na matatizo ya tumbo kuuma mara kwa mara, ambayo inaweza pia kufunga choo, lakini pia kutokujisikia vizuri au kutokuwa na hali nzuri kila mara. Lakini pia huwa inapelekea ongezeko la asidi tumboni, ambayo watu wengi huwa mnalalamika kuwa asidi inapanda mpaka kooni, unapata maumivu ya koo. Lakini pia huwa inachochea vidonda vya tumbo kuongezeka zaidi. Kwa hiyo kama una msongo wa mawazo then ukawa na changamoto hizi mbili, jua kabisa changamoto itakuwa maradufu. Lakini kama una changamoto ya acid reflux pamoja na vidonda vya tumbo, tunayo matibabu mazuri ambayo yataenda kutibu chanzo cha tatizo. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwanza ukae sawa, kwa sababu chanzo cha tatizo ilikuwa ni ulaji wako ulikuwa ni mbovu, kapelekea asidi kapelekea vidonda. Kwa hiyo ni lazima tutibu chanzo cha tatizo, then tutibu madhara ambayo yatatokana na tatizo. Ukipata gesi, ukipata kiungulia, ukipata choo kigumu, jua hayo ni madhara ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kitu cha mwisho ni kwenda kukausha vile vidonda ambavyo vimetokana na asidi. Lakini pia kama utakuwa na mawazo, kitu cha mwisho au kitu cha nne, mwili utakuwa unashindwa kufyonza vile virutubisho vizuri, ambayo inaweza kupelekea madhara